Mwanaume huyu alikuwa akielea baharini kwa mwezi mzima sasa. Aliendelea kuishi kwa kula samaki wabichi kila siku. Siku moja, hakuweza kuvumilia tena. Aligeuza macho yake na kuanza kuwa na mawazo mabaya kuhusu mtoto aliyekuwa mbele yake. Alipomnyanyua tu mtoto, mwanamke yule aliinua kasia na kumpiga yule mwanaume hadi akafa. Kisha akautupa mwili wake baharini ili uwe chakula cha papa. Baada ya hapo, mama na watoto wake wawili waliendelea kuelea baharini. Hatimaye, walipokuwa karibu kufa kwa njaa, Rachel aliona ardhi mbele yao. Alidhani ni ndoto ya mchana, lakini alipoiangalia vizuri, aligundua kuwa kilikuwa ni kisiwa halisi. Alifurahi sana. Muda mfupi baadaye, boti yao ilifika ufukweni. Rachel akawachukua watoto wake na kuwapeleka kwenye kisiwa. Ilibidi awatafutie chakula haraka, hivyo alivunja nazi kwa kutumia msumari, akanywa maji ya nazi ili kupata nguvu tena, kisha akasimika kipande cha turubai pembeni, akavuta mizigo yao hadi ufukweni, na baada ya kupangapanga kidogo, hema rahisi likawa tayari. Kisha akawachukua watoto na kwenda kutafuta maji safi. Baada ya kutembea kwa muda mfupi, walipata mto wenye maji safi. Haraka akajaza birika maji, kisha akaona miti ya migomba, mipapai na hata mimea ya chakula. Kwa vyakula hivi, Rachel aliweza kuwalisha watoto wake vizuri. Hawakulazimika kulala na njaa tena. Lakini hali ya hewa kwenye kisiwa ilibadilika haraka. Ghafla, mvua kubwa ilianza kunyesha bila kukatika. Rachel alikimbia kurudi na watoto ili kupata mahali pa kujikinga, lakini akagundua hema halikuwa na msaada wowote. Hakuwa na chaguo ila kuwafunika watoto kwa shuka la kitanda, huku yeye akibaki nje kwenye mvua. Baada ya mvua kuisha, hema lao lilikuwa limeharibika vibaya. Rachel alijua walipaswa kujenga makazi mapya. Wakati huo huo, ghafla mvulana mdogo alipiga kelele, "Mama!" Akageuka na kuona tayari kulikuwa na kibanda cha mbao. Kwa furaha, alipanda juu kukiangalia. Ingawa kilikuwa cha zamani na kimeharibika kidogo, kilikuwa na kila kitu walichohitaji. Alijua lazima kilikuwa kimejengwa na mtu aliyewahi kukwama kwenye kisiwa hiki zamani. Kwa kusafisha kidogo tu, kingeweza kuwa nyumba yao mpya. Kadri muda ulivyopita, Rachel alijifunza kutengeneza mkuki wa kuvulia samaki na kuchoma samaki ili kuwalisha watoto wake. Watoto hao wawili pia walipata marafiki wengi wa kisiwani, wakicheza na kasa wazuri, wakikamata pweza wadogo na kusikiliza sauti ya magamba ya bahari. Maisha yao watatu yakawa ya utulivu na furaha. Muda ulipita. Watoto walikuwa wamekua sana na walikuwa wamezoea kabisa maisha ya kisiwani. Waliweza kuwinda nguruwe pori msituni au kuoga pamoja kwenye mto. Uhusiano wao ulizidi kuwa imara kila siku. Siku moja, walifunga mashua yao kwenye mwamba wa mawe na kwenda kuvua samaki. Lakini hawakujua kwamba kamba ililegea ghafla. Mashua ikachukuliwa na mawimbi na kusombwa mbali. Mbaya zaidi, papa alionekana majini. Walisimama kimya juu ya mwamba mrefu wa mawe bila kuthubutu kusogea. Ilipofika jioni, kaka mwenye akili alikamata samaki mkubwa na kuutupa mbali kama chambo. Papa alinusa damu na akaogelea kuelekea huko. Watoto wale wawili wakafanikiwa kurudi salama ufukweni. Mama yao alipogundua kilichotokea, alikasirika sana. Aliwaonya kwamba lazima warudi nyumbani kabla ya giza kuingia. Usiku huo, dhoruba kubwa ilipinga kisiwa na paa la kibanda chao likaanguka. Ili kuhakikisha watoto